ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia. Maana hapa tumchukulie huyu kadhi dhalimu kwamba ni mtu ambaye anatakiwa atoe jibu la mwanamke ambaye anamuomba. Kwa hiyo kadhi dhalimu ni sawa na nafasi ya Mungu kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu nafasi ya mwanamke ambaye anamsumbua kadhi dhalimu ni nafasi ya sisi kanisa. Mungu mwenye haki, nasi tumehesabiwa haki katika Kristo Yesu. Kwa hiyo ijapokuwa huyu kadhi dhalimu anasema yeye hamchi Mungu wala hajali watu, lakini Mungu wetu yeye ni anayejali watu. Alafu sisi hatuhesabiwi haki kwa ajili yetu wenyewe, bali kwa haki ipatikanayo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunapo mbele zake tunahesabika kuwa wenye haki kwa sababu Mungu ametuhesabia haki kwa imani ipatikanayo katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia kwamba yeye Mungu hatochelewa kuwajibu wale watumishi wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Sisi kama kanisa, mazingira hayatusapoti, uchumi hautusapoti, lakini hivyo sio vitu ambavyo tunaviangalia kwanza. Tunaangalia ile neema ambayo inatuwezesha kuyafanya. Neema ya Mungu ni kubwa mno, itakayouisha nafsi na roho zetu. Ndio neema ambayo ikatuwezesha hata kuifanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema ya uwepo wa Mungu kwa pamoja nasi ndivyo ambavyo vitatushindia katika kila jambo tunalolifanya. Bwana Yesu asifiwe.